Nichukue fursa hii kushukuru sana Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kuniamini katika wizara hii, lakini miongozo na maelekezo yake ambayo anaendelea kutupatia katika kuhakikisha tunatafsiri kwa vitendo maono yake, hasa katika masuala mazima yanayohusu vijana, swala la ajira, lakini swala zima la uwezeshaji na mengineyo. Mkurugenzi, kwa muktadha wa kipindi hichi nichukue nafasi hii kupongeza wewe binafsi kwa sababu ya maudhui ya kipindi chenyewe. Nalenga kuwapa habari wananchi juu ya yale mafanikio ambayo yamepatikana katika wizara hizi ambazo tunasimamia ndani ya kipindi cha siku 100 za Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa kwanza basi nianze tu kwa kukuelezeni kwa ufupi kuhusiana na wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, muundo na usimamizi naongozwa na mimi Waziri Shabani Al-Othman, lakini tunaye naibu waziri, kuna katibu mkuu na naibu katibu mkuu kwenye ngazi ya utendaji. Kwenye ngazi ya utekelezaji tunao wakurugenzi, na kimsingi tunazo idara 5. Tunayo idara ya utumishi na uendeshaji, idara ya mipango sera na utafiti, tunayo idara ya ajira kwenye wizara hii, idara ya maendeleo ya vijana, lakini tunayo idara pia ya maendeleo ya vyama vya ushirika. Tunazo pia ndani yake taasisi 2 ambazo zinajitegemea. Tuna wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ZEA, lakini pia tunalo na baraza la vijana la Zanzibar. Structurally ya wizara iko hivyo, na tunaendelea kutekeleza majukumu ya kila siku kama ilivyo azma na dhamira ya Mheshimiwa Rais kuanzisha wizara hii ya kimkakati kabisa, wizara ambayo inagusa moja kwa moja maslahi ya vijana. Sijawaambia, lakini mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais ameongeza wizara 2, moja ni wizara hii, na imekamilisha idadi ya wizara 20 katika serikali yake katika kipindi hichi cha pili cha awamu ya 8. Kwa hiyo katika kuelezea mafanikio moja kwa moja nitakuwa niko kwa kifupi zaidi, na nitakwenda kugusa maeneo 3 muhimu. Eneo la kwanza ni mjengeko wa wizara pamoja na nyenzo ambazo zinapelekea ufanisi na utendaji kazi wa kila siku, kama nilivyokwisha kueleza muundo wa wizara. Lakini ndani yake sasa, ili kuhakikisha tunaendelea kufanya hizi kazi vizuri, sehemu moja ya mafanikio ni mbali tu na kwamba wizara hii imetangazwa katika ile hati ya kisheria, lakini moja ya mafanikio sasa tunayo wizara yenyewe ambayo inagusika na inaonekana Januari. Nafikiri watu wote wizara mnaifahamu ilipo. Lakini pia tumefanikiwa pia kuwa na watumishi waliokamilika katika wizara. Ili kazi zetu ziende, tayari tunao watumishi takriban 100 ambao wanatekeleza majukumu yao ya kila siku. Hili kwetu sisi tunahesabu ni sehemu ya mafanikio makubwa sana, kwa sababu ili kazi ziweze kutekelezeka kwa ufanisi na matarajio yaweze kufikia, basi watenda kazi ni jambo muhimu sana. Nyingine pia, katika kipindi hichi cha siku 100 za uongozi wa Rais Mwinyi, wizara pia imekamilisha upande mwingine wa vitendea kazi ukiacha watenda kazi. Kwa ni jambo la fahari kwetu kwamba karibu 100% tumekamilisha ndani ya siku 100 za utawala wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sasa pamoja na hayo pia tunao mafanikio ya kuboresha namna ya utendaji kwa kuwa na nyenzo sasa za wizara, kama swala la sheria. Kama mnavyojua, hii ni wizara mpya. Kwa hiyo wakati tutakwenda sasa kutafsiri hizi kazi kwenye utendaji, lazima tuwe na instrument ambazo zinatupa uhalali sasa wa kutekeleza majukumu. Kwa hiyo niwape tu taarifa, ndani ya siku 100 za uongozi wa Rais Mwinyi, Wizara ya Vijana, Ajira tunafanya mapitio, tunaandika upya sheria ya ukuzaji ajira Zanzibar. Nakumbuka idara ya ajira ilikuwa mwanzoni ipo katika wizara ile ya kazi.
Sasa kuja kwake huku maana yake lazima itekeleze majukumu yake kisheria. Kwa hiyo na swala la ajira ni swala kubwa. Sasa hivi nikwambieni, tunaandika sheria ya ajira, ya ukuzaji ajira, lakini pia tunafanya mapitio ya sera mbalimbali ambazo tumehisi na tumeona kabisa haziendani na wakati tulionao kwa sasa. Kwa tunafanya mapitio ya sera ya ushirika pamoja na sheria yake, lakini kuna sera zingine nazo tunazifanyia maboresho ili ziakisi uhalisia wa sasa ambao tuko nao. Kuna kanuni pia tunazireview kuona kwamba nazo zinaendana na wakati, ikiwemo kanuni ya Baraza la Vijana na nyinginezo. Kwa hiyo mtaona ndani ya kipindi kifupi sana cha siku 100 tayari wizara katika kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu vizuri tumeliangalia hili eneo, na ni eneo kubwa na ni eneo ambalo sisi tunajivunia kama ni eneo la mafanikio, kwa sababu litatupa urahisi wa utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Hili ni eneo la kwanza. Eneo la pili, lakini kabla sijahamia hili eneo la pili, nataka niwaeleze pia mafanikio mengine ambayo tunayapata kupitia eneo hili ni kwamba shughuli ambazo zinatekelezwa na idara zetu zinakwenda kama vile ambavyo tumekusudia. Zinakwenda na tunapata mafanikio ya kila siku. Mfano tu niwaambie, tayari wizara katika kipindi hichi cha siku 100 tumeweza kutatua migogoro mbalimbali. Na jambo kubwa ambalo limekuwa la faraja kwetu sisi na imekuwa ni mafanikio, tunalo eneo la vijana, wote mtakuwa mnakumbuka liko pale eneo la Muungoni, lilitengwa kama ni eneo ambalo litakuwa na ujumuishi wa uwekezaji wa miradi ambayo inahusiana na vijana. Eneo hili kwa muda mrefu sana lilikuwa limevamiwa na watu, lakini baada ya sisi kuingia katika uongozi, ndani ya siku 100 tumeweza kulisalimisha katika mikono ya wizara, na sasa eneo lile lote complete litakuwa liko chini ya idara ya maendeleo ya vijana. Lakini vikao tumeendelea kufanya na wadau wa maendeleo kujaribu kupitia maandiko yao yaendane sambamba na mwelekeo wa serikali katika kuhakikisha wote tunafanya kazi pamoja. Sasa hilo lilikuwa ni eneo la kwanza. Eneo la pili, ndugu wanahabari, hili ni eneo la mambo yale ya kimkakati ambayo ndani ya siku 100 kama wizara tumejikita nayo kikamilifu. Na hapa nitataja mambo matatu ambayo kwetu yalikuwa ni ya kipaumbele sana. Moja ni swala la ajira. Mmekuwa nafikiri mashahidi, mmekuwa mnaona harakati za wizara, viongozi wote tukienda kulitafsiri kwa vitendo swala la ajira kwa kuzieleza bayana kwa wananchi ili wapate kuelewa, hasa vijana. Tumekuwa weledi sana kwenye kuzitafuta fursa mpya za ajira ndani na nje ya nchi. Na mtaona hivi karibuni tumeendesha mazoezi ambayo yamehusisha ajira za nje ya nchi, yote katika kutafsiri maono ya Mheshimiwa Rais katika kuwasaidia vijana swala la ajira hizi ambazo zimeitwa ajira za Qatar. Lakini ndani ya siku 100 hizo tumekuwa na mahusiano mazuri na maelewano na balozi zetu kuhakikisha kwamba tunafungua fursa mpya za ajira, ikiwemo hizi za udereva, lakini na zile za discipline nyingine ambazo vijana wetu wanaweza wakatumika katika kufanya hizi kazi. Kwa hiyo nataka tu niwape habari njema, ndani ya siku 100 zimeleta matokeo, maana baada ya Ramadhani hii tutafungua dirisha jingine jipya la ajira hizi za Dubai ya Uarabuni, nchi za Qatar, Dubai, Oman. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu anga liwe salama, lakini tuna matumaini makubwa sana kwamba ndani ya siku 100 za Rais Mwinyi, basi vijana wa Zanzibar kupitia jitihada ambazo zimefanywa na wizara wataenda kunufaika. Kwa hili ilikuwa ni swala moja. Na katika hili la ajira tunaangalia ajira za ndani, tunaangalia ajira za nje, tunaangalia ajira za serikali, ajira za binafsi. Nitakupeni mfano hai wa ajira binafsi, mafanikio ambayo tumeyapata. Sasa hivi tumeweka pamoja makampuni binafsi ambayo yanazalisha ajira kwa Zanzibar, na tumeenda mbali zaidi. Tunafunga nao mikataba sasa kupitia idara yetu ya ajira ili tuwe na uhakika wa vijana wetu kuajiriwa katika haya maeneo. Challenge kubwa ambayo tulikuwa tunayo ni kwamba ajira zipo, lakini wanufaika wengi wanakuwa si wazawa. Kwa mkakati wa wizara na mafanikio ambayo tumeyapata, tumeweka pamoja wazalishaji wa ajira na tumejaribu kujadiliana na kukubaliana. Kesho kutwa tutaingia mkataba na kampuni kubwa ya Meko. Tumekubaliana kwamba karibu 80% au 90% ya watendakazi basi wawe vijana wa Kizanzibari. Kwa hiyo hii itaenda sambamba na kampuni zingine zote ambazo tayari tuna mazungumzo nazo
kuona kwamba flow ya ajira kwa vijana inafanikiwa. Hili ni eneo la ajira. Eneo la pili imekuwa ni swala la, kama nilivyokwisha kueleza mwanzoni, baraza la vijana la Zanzibar. Utaona hili nalo ni eneo ambalo wizara imejikita zaidi, na katika sehemu ambayo tunajivunia mafanikio. Tayari sasa hivi tunazungumza, ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais tumeshakamilisha chaguzi za baraza la vijana kwa ngazi ya shehia, lakini pia tumeshakamilisha chaguzi za baraza la vijana kwa ngazi za wilaya. Na sasa mchakato upo katika hatua za mwisho ndani ya hizi siku 100 kwenda kukamilisha chaguzi kwa ngazi ya taifa. Ni mafanikio makubwa kwa sababu tayari mwamko wa vijana umepatikana, ushawishi na ari ya kugombea nafasi hizi imekuwa mkubwa, na wote nafikiri mmekuwa mashahidi, na baadhi yenu mmekuwa wagombea na mmeshinda katika maeneo. Kwa tunalolizungumza hapa lina uhalisia wake. Hili ni eneo jingine la pili katika hayo maeneo. Eneo la tatu ambalo nilikuwa nataka nilizungumze kama sehemu ya mafanikio ni katika eneo la uwezeshaji. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba ndani ya siku 100 tunatengeneza platform ambazo zitawezesha vijana, kina mama, wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa kunufaika na mikopo ambayo inaendelea kutolewa. Niwape taarifa njema, kwa kipindi cha siku 100 tayari bilioni 7 takriban 3 zimeshatolewa kwa kipindi cha siku 100 tu, ambayo inaenda kujumlisha kufanya jumla kuu ya mikopo ambayo imeshatolewa kufikia bilioni 53 sasa hivi. Kwa siku 100 tu tayari tumeeffect bilioni 7.3. Utaona ni kiasi gani tumeenda kufanikiwa. Lakini kwa upande wa mikopo ya 442 ambayo inahusu wenzetu wa makundi maalum, vikundi 31 ndani ya siku 100 za utawala wa Mheshimiwa Rais tayari vimefikiwa, vingine viko on the process. Tunatarajia ndani ya muda mfupi ujao vikundi vingi vitakuwa vimefikiwa na mikopo mingi itakuwa imetoka. Kwa hiyo nimesema niyaseme haya kwa ujumla, lakini ni kwa ufupi sana, ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya wizara kwa sasa. Na mkumbuke pia wizara hii haina majengo kwa sasa, hatuwezi kusema tumejenga ghorofa 6 ndio tunaanza, lakini eneo ambalo tumeona ni la mkakati zaidi ni kujenga misingi ya kuenenda vizuri. Na mafanikio mengine ambayo nataka nieleze, tayari katika kipindi hichi cha siku 100 tumefanikiwa sasa kuandaa mpango wa bajeti kwa mwaka huu wa fedha, tukiseti vipaumbele ambavyo vinaenda kuwahusu vijana, na sasa hivi tuko katika hatua ya kudefend kuona vile vipaumbele vya vijana vinaenda kukubalika na serikali na tunaenda kuvitekeleza.